Ndugu zangu, karibuni tena katika kipindi chetu cha mara kwa mara. Tunashirikishana mwenendo na namna ya maisha yetu yanavyokwenda na namna ya kuyafanya yaweze kuwa bora zaidi. Na leo nawaletea mada inasema namna ya kuishi kwa malengo namna ya kuweka malengo katika maisha yako. Na wote tunafahamu nini maana ya lengo, lakini tu kwamba leo katika kukumbushana tunaanza kusema kwamba lengo au malengo ni dira au mwelekeo wa jambo fulani unaokusudiwa au kufanywa katika maisha yako, au inawezekana ikawa ni kwa siku, kwa wiki, kwa mwaka au kwa miaka. Na leo katika kuliangalia hili tukasema kwamba tuweze kukumbushana kidogo hata katika uumbwaji wa dunia au uumbwaji wa ulimwengu. Mwenyezi Mungu aliweza kujenga dunia kwa kuweza kutengeneza vitu vifuatavyo. Wakati anaumba alitenga siku 7 katika malengo yake na kuweza kuiumba dunia na kuweza kuikamilishia baadhi ya vitu ambavyo alivizalisha. Aliweza kuitengeneza mbingu, kaitengeneza nchi, kaweza kuumba mchana na usiku. Yote hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kukamilisha mzunguko wa dunia au kwa namna atakavyofanya mwanadamu aweze kuishi na viumbe vyote alivyoviweka kwenye ardhi ya ulimwengu huu. Sasa katika haya leo tukaona kwamba katika kukumbushana kwamba hata Mwenyezi Mungu pia alikuwa na malengo, na haina budi pia hata mwanadamu akawa na malengo. Hata kumtumikia Mwenyezi Mungu pia inahitaji uwe na malengo, uwe na vision. Hili ni jambo la muhimu sana, kwa sababu unapokwenda kwenye jambo lolote, hata kama unamuomba Mwenyezi Mungu, hata kama ni mtu kusali, lazima uwe na malengo. Na katika malengo lazima utumie vile vipaumbele vya Mungu alivyotuumba, kwa maana kwamba yeye alituumba tumpende, tumtumikie na tupate kufika kwake. Kama alitupa malengo, akatuumba sisi, na lazima tuweze kumtii. Na dhima kubwa ya mwanadamu kwa Mungu ni kumtii. Na kama tumemtii Mwenyezi Mungu, basi lazima tufuate zile njia ambazo pia yeye aliziweka. Kwa maana kwamba kuweka malengo, kama aliumba ulimwengu kwa malengo, basi na sisi tunapaswa kuishi kwa malengo. Hata kusali, unasali kwa malengo. Na katika binadamu unavyoishi, kumbuka kwamba kuna watu wanaishi wenyewe, kuna watu wanaishi na wenza wao, kuna watu wapo kwenye mahusiano, na pia inapaswa wale wanaokuzunguka, aidha ni mume au ni mke, ahakikishe kwamba huyu mwenzangu tuna malengo 1, 2, 3. Tunafanyaje kuyafikia haya malengo? Mara nyingi tunakosea tunapokuwa wabinafsi katika hivi vitu. Unakuta unafanya jambo, huyu mwenzako hajui, kila mtu ana lengo lake. Kwa maana unakuta tayari kuna mgongano wa maslahi, kuna mgongano wa mawazo. Kwa hiyo inapaswa kwamba mnapoweka malengo myaweke pamoja, ili malengo yale yaweze kuwa na tija. Kwa maana kwamba hata kusali, mwanamke anasali au mume anasali, mnakuwa pamoja. Mnacheza pamoja, mnafanya pamoja, mnagawanyana majukumu kwa pamoja, ili kwenda kwenye njia ambayo inapendeza na njia ambayo itakuwa na mafanikio. Na katika haya kuna mifano mbalimbali. Unapokuwa hauna malengo, kuna mifano mbalimbali ambayo huwa inatolewa. Kama ushaenda kwenye msiba kwa sikia risala inasomwa, unasikia marehemu alizaliwa, akaishi, akafa. Aliishije? Hatujaambiwa, kwa maana hakuwa na malengo. Lakini unapokuwa na malengo, tayari tunapata huyu aliishi, alifanya 1, 2, 3. Alisoma, akamaliza, akafanya kazi, alikuwa anafanya hivi, alifanikiwa kuwa na 1, 2, 3. Kwa sababu hiyo ndio heshima ya mwanadamu kama Mwenyezi Mungu alivyomuumba. Na sasa inapaswa kwamba sasa tuweke malengo ili tuweze kupata au tujue ni kitu gani tunafanya. Unaweza kuweka malengo ukafaulu au kafeli, au kafaulu kwa asilimia fulani, lakini malengo uliyaweka. Nafahamu watu wengi wanapenda kutafuta pesa, watu wengi wanapenda pesa, lakini unatafuta pesa unataka kufanya nini? Lazima ujue malengo yangu ni haya na haya na haya, kwa kuwa hata kizazi kitakachokuja kitaarifu kitu ambacho kilikuwa kwenye mifumo ambayo ni maalum na mifumo ya mafanikio. Na sasa nikasema nikuandalie mambo 8 yanayoweza kujenga katika kuseti ile programu ya malengo. Namba 1, yajue malengo na vipaumbele vyako vizuri. Ikiwezekana viandike, ufahamu nini unafanya kwa wakati fulani. Unawezekana una malengo lakini hujaandika,
hujaweza, kwa sababu ubongo wa binadamu unasahau, lazima uyaandike, alafu kae uweze kuiangalia, haya yamekaa hivi, yafanyie research, ikoje, vipaumbele vyako vikoje, ni wapi naweza nikasimama, ni wapi naweza nikaenda, ni wapi naweza nikafanya. Namba 2, jitoe kikamilifu kwa kiwango chako chote na kwa uaminifu, kwa sababu uaminifu utakupa uhuru. Utakupa uhuru wa kuweza kuangalia jambo kwa upana sana. Unapokuwa una uaminifu, ni vigumu sana. Ukiwa haujitoi au hujitumi, ni vigumu kufanikiwa. Kwa hiyo unapaswa ujitoe kikamilifu kwa kiwango chako chote na uweze kufanikiwa kwenye lengo lako. Namba 3, kamilisha majukumu yako kila siku kwa kiwango kinachotakiwa. Kama ni biashara, hakikisha unaifungua kwa utaratibu, hakikisha unafunga hesabu kila siku, hakikisha unaangalia stoku yako, ili kuwa na uhakika kwamba hiki ninachokifanya ni kitu ambacho kiko vizuri na kitu ambacho naweza nikakamilisha kwa wakati fulani na kikawa sahihi na faida yake ukaiona. Yafanye malengo yako kwa siku, kwa mwaka, kwa mwezi, kwa miaka. Unaweza kuyapangilia, malengo yangu haya ni kwa siku, ni kwa wiki, kwa mwaka au kwa mwezi au kwa miaka, kwa sababu unapokuwa unayapanga kwa staili hiyo, yanakupa uwanja mpana zaidi wa kutafakari usahihi na njia ambayo unayotakiwa uende. Unajua, lengo ukishaweza kulicheza nalo ndani ya miezi 6, naona ndio hilo unafanya, basi hilo ndio jukumu lako sahihi ambalo unatakiwa ulifanye. Ni kuongeza juhudi siku hadi siku ili kufikia target ambayo unatakiwa kufanya. Jambo namba 5, tafuta msaada pale unapokuwa huelewi jambo lako linaendaje. Kuna wakati mwingine unaweza ukapotea kabisa, yani hata mawazo ulionayo unaona kabisa hapa kuna kitu ambacho hakiko sawa. Sasa ukishaona hivyo, kuna kule sehemu ulikopita mwanzo ukiomba ushauri, na kuna watu ambao wamefanya hii kategoria yako wamefanikiwa, jaribu kuongea nao, lakini ulinde attitude yako. Usipolinda attitude yako ni vigumu sana, kwa sababu wakati mwingine binadamu hakawi kukatisha tamaa, lakini yeye unaona anakwenda. Lazima uwe makini, sababu sio watu wote watakupa mawazo sahihi. Ni wachache ambao anaweza kavaa moyo wa kukusaidia kweli, lakini watu wengi ambao ni waelewa, watu ambao ni smart, huwa hawana, sio wachoyo hata kuelekeza, kwa sababu keki yako utakayokula haiwezi kushiriki, haiwezi kuathiri keki yangu. Ni namna tu na utakavyokuwa umepangilia. Namba 6, kuwa chanya wakati wote. Wakati mwingine unakuwa down, wakati mwingine uelewi. Wakati mwingine watu unaofanya nao kazi au wafanyakazi wako anaweza kafanya abusing, akakuibia, hesabu haeleweki, hesabu hazieleweki, mambo mengi haeleweki. Wakati mwingine unakimbia kazi. Kwa hiyo unatakiwa ulinde attitude yako, uwe na malengo, kwa sababu ulivyoomba uliambiwa kuna changamoto ya wafanyakazi, basi kuangalia changamoto ya wafanyakazi sije kukurudisha nyuma. Haya ni mambo ya msingi sana kuyafanya. Hakikisha hayo yote tunayaweka sawa katika mfumo. Namba 7, kuwa tayari kupitia malengo yako. Yani unafanya preview. Yani kupreview jambo ni sehemu sahihi sana. Inawezekana kuna watu ambao unashirikiana nao, unaweza kuangalia, je, hawa watu kweli niko nao pamoja au tayari wameshaacha. Unaweza kuwa sehemu unapambana, labda umefungua wakala sehemu na sehemu, ukafikiri watu wako bado wako na wewe, kumbe watu wako wameshatoka, unafanya mambo mengine. Ni jambo la muhimu sana kuliangalia ili kulinda mfumo wa malengo yako. Namba 8, furahia kila hatua unayopitia. Wakati mwingine unapata faida, usinungunike, sababu kila kitu kinaenda kwa wakati. Mfano biashara inawezekana ikakuletea faida, ikakunyima faida, ikakupeleka huku, lakini unapokuwa umesimama imara, inakupa njia nzuri, ni njia sahihi zaidi ya kupita. Kwa hiyo ndugu zangu, kwamba unatakiwa ulinde mfumo wako, sababu malengo yako ni dira yako. Malengo ya familia yako ni dira yako. Malengo ya kikundi chako ulichonacho au taasisi ulionayo ni dira yenu. Kwa hiyo mnatakiwa mjitoe ili kuweza kufikia hiyo dira.
Ndugu yangu, kila siku unapaswa kujifunza. Wakati mwingine kusoma jarida mbalimbali, kusikiliza vipindi, kwenda kwenye semina, kwenda kwenye washa. Kuna vitu ambavyo watakukumbusha kulingana na malengo yako. Wakati mwingine mtafute mtaalamu wa mambo hayo ya kushauri, kuna jambo gani changanya na akili yako, nenda kwenye njia. Kwa sababu wakati mwingine naweza kukupa wazo, kumbe wazo hilo limekupita uwezo. Lakini pia wewe ndio unapaswa kutoa dira ya jambo lako uliloliweka, ulikuwa unataka nini au unahitaji nini. Ndugu zangu, nipende kuwashukuru sana. Nipende kuwashukuru kwa kunisikiliza. Ni siku hii ya leo na siku nyingine. Ukiwa na jambo unaweza kuuliza, unaweza kucomment au ukanipigia kwa namba ambazo zitakuwa nimeziweka hapo. Lakini pia usisahau kushare, kulike, comment na kusubscribe. Asante sana. Mwenyezi Mungu abariki, awalinde.